Tunapenda kuwakaribisha watazamaji wote mtakaotazama klipu hii. Nina salamu kutoka kwenye idara mbili. Idara ya kwanza ni idara ya Amo na Dorcas, na idara ya pili ni idara ya Kaya na Familia. Idara hizi mbili zimepanga kufanya mambo ambayo tunatamani kama kanisa kuyafanya. Tunakwenda kuhitimisha mwisho wa mwaka huu ambao ni sehemu ya mpango bajeti wao ambao kama kawaida yetu kama idara mpaka zinafanya. Sasa kama kanisa, pokeeni salamu kutoka kwa wakuu wa idara hizo. Wametuma salamu wakiwashukuru kanisa kwa ushirikiano wenu kwa mwaka huu na unakwenda kuhitimisha mwaka huu. Wazee wa idara hizo, mzee Jia Rugwambo na mzee wa idara ya Amo ambaye ni mzee Joshua Kiangi, wakituma salamu na kuwashukuru kanisa kwa ushirikiano wenu. Kwa hiyo katika kipindi hiki ambapo tunaenda kuhitimisha mwaka, kuna mpango wao wa roho ambayo wamepanga matukio ya kuweza kuyafanya. Jambo la kwanza ambalo tunaenda kulizungumzia ni kuhusiana na sabato inayofuata, sabato hii ambayo itakuwa ni maalum kwa ajili ya Amo na Dorcas. Kama idara wanawakumbusha washiriki kwa kila ambacho tulitangaziwa Jumamosi iliyopita kwamba tutakuwa na changizo kwa ajili ya wahitaji. Sasa kama sehemu ya mbaraka kwa wahitaji, basi kushiriki kuweza kuunga mkono idara hii, hatimaye tutakapotembea na kuwaona wahitaji ambao hawajui maisha yao au kesho yao itakuwaje. Kwa mhitaji anahitaji kuunga mkono na anaunga mkono, basi ni mimi na wewe. Lakini idara nyingine ambayo tutaenda kuwaletea leo ni idara ya Kaya na Familia ambao umepanga tarehe 7 mwezi wa 12 itakuwa ni picnic ya Kaya na Familia. Kwa hiyo tutaendelea kujuzana, lakini kabla ya kuendelea, basi nijikumbushe na kurejelea matangazo yetu ya wiki iliyopita, na baada ya hapo tutaendelea na maelezo zaidi. Karibuni kwa kutazama na kusikiliza klipu hii. Itakuwa ni maalum kwa ajili ya vyama vya Amo na Dorcas. Tutakuwa na ibada ya pekee ambayo pia itahusisha utoaji wa fedha taslimu na vitu halisi ili kulijaza kabla ya Amo na Dorcas tayari kwa kwenda kutoa huduma huko nje. Sote tunaalikwa kwa kutoa vitu halisi na fedha kufanikisha lengo la vyama hivi. Tangazo la 3 ni picnic ya Kaya na Familia. Kama kanisa mahalia, tutakuwa na picnic ya Kaya na Familia tarehe 7 mwezi wa 12 2025. Tutakwenda huko Dazu kwa mafundisho na maboresho. Ili kuwa sehemu ya tukio hili, unaombwa kutoa kiasi cha shilingi 2. Fedha hii inabeba usafiri, kiingilio na chakula cha siku hiyo. Toa fedha yako kwa Kaya William kwa kumpatia fedha yako mkononi au kutuma kwenye namba yake ya simu 078768535537. Baada ya kusikiliza na kukumbusha na matangazo ya wiki iliyopita, basi kinachofuata hebu sasa twende tukamwangalie mhitaji kwa namna gani. Mhitaji mtu yoyote, unaweza kuwa ni mimi, unaweza kuwa ni wewe, lakini tunatofautiana ni kitu gani tunahitaji kwa wakati huu. Sasa sisi tunawalenga kwa wakati huu wahitaji ambao wako hospitalini, wahitaji ambao kwenye vituo vya kulelea yatima ambao hawajiwezi, na kuna watu wengi ambao wana mahitaji mbalimbali ambayo tunatakiwa kuwasapoti kama kanisa. Kwa mhitaji wala hachagui kwa mhitaji, anakuwa mhitaji kwa sababu imetokea kuwa kaangukia kwenye hilo kundi. Na watoto wengine watoto yatima hawakuchagua kuwa yatima, kwa hiyo wameanguka kwenye hilo kundi kwa sababu wamekuwa yatima. Lakini kuwa mhitaji haijalishi ni mazingira yanaweza kukupelekea kuwa mhitaji. Tunaweza tukatolea mfano, tumekuwa na siku kama sio siku 5, siku 4 tunaokumbuka, siku 4 5 hivi, wale tunaokumbuka hivi karibuni. Watu walikuwa na pesa, wana kila kitu, lakini tukageuka kuwa wahitaji. Unaweza ukawa na milioni ndani, lakini unahitaji tu mkate wa shilingi 3,200, lakini hatukuweza kuupata kwa wakati huo. Kwa hiyo tuligeuka kuwa wahitaji. Kwa hiyo piga picha
mhitaji anapoteseka. Yaani mhitaji ni mtu ambaye hajui kesho yake itakuwaje, na ndivyo maisha mafupi ambayo na sisi tumeyapitia hivi karibuni, kwa sababu kila tukilala tukiamka hatujui kesho itakuwaje. Ulikuwa ni muda mfupi, lakini ulionekana ni muda mrefu sana katika maisha yetu, kwa sababu hatujazoea hali hiyo. Tarehe 29 kila mmoja anakumbuka kile kilichotokea tarehe 30 na hizo tarehe zilizofuata hapo, tuligeuka kuwa wahitaji. Sasa tunazungumzia wahitaji ambao wao sasa hawajui, sio siku tu kama sisi tulivyokuwa tunahesabu mwaka na mwaka na mwaka na mwaka. Wao hawajui hatima ya maisha yao. Lakini sisi ilikuwa ni siku kama 3, 4, 5 hivi tumepitia wakati mgumu sana na kujiona kama tunawahitaji mno. Hebu chukulia mfano tarehe 30 ya mwezi uliopita, mwingine anakuja nyumbani kwako, anakuja na mkate. Ule mkate kwa shilingi 3200 anakuletea. Hebu fikiria kwa hali tuliyokuwa nayo. Hela unayo lakini unahitaji mkate kwa ajili ya chai, na mkate hauwezi kuupata. Hela unayo lakini unahitaji dagaa, huwezi kuwapata. Kwa hiyo hayo ndio maisha ya wahitaji. Sasa wao wanaishi hayo maisha mwaka na mwaka na mwaka na mwaka. Watoto wengine wako kwenye vituo vya kulelea watoto yatima, hawajui hatima yao, hawajui kesho yao ikoje. Inatutegemea sisi kuwashika mkono na kuwaunga mkono katika hali hiyo, na kwa kweli inaumiza na inasikitisha. Natolea mfano huu kwa sababu ni mfano ambao umetokea hivi karibuni. Unaweza kutukumbusha na hatimaye na sisi tukapata namna ya kuweza kuwaunga mkono ambao wanapitia katika wakati mgumu. Chukulia mfano, umetolewa amri ya ikishafika saa 12 huo umeingia ndani kwako na umejifungia, utakiwa kutembea. Hivi uliwahi kujiuliza wale watoto wanaoitwa watoto wa mtaani, saa 12 jioni kwao ndani ilikuwa ni wapi? Saa 12 kwao hawatakiwi kuonekana, hawatakiwi kutembea sehemu yoyote, ilikuwa ni wapi kwao? Hao ni wahitaji ambao katika maisha wanapitia wakati mgumu sana. Tunapaswa kuwatia moyo, kuwatia nguvu na kuwashika mkono na kuwaunga mikono, hasa taasisi ambazo zinawachukua hawa watoto wa mtaani na kukaa nao. Yaani wale ambao walichukuliwa katika mitaa na kuwekwa kwenye vituo hivi, ilipofika saa 12 kama tangazo lilivyotolewa, waliweza kuwa ndani kwa sababu kuna vituo vya watoto vya kulelea watoto yatima ili wahifadhi watoto hao. Lakini vipi kwa wale ambao sehemu zao za kulala ni kwenye madaraja yetu tuliyozoea, flyover zetu tulizozoea mjini, kwenye madaraja makubwa ya mjini ambayo tumeyazoea, kwenye stendi za mabasi? Kulala kwao hiyo saa 12 walijifungia wapi? Walikaa wapi? Hao ndio wahitaji ambao tunawazungumzia katika siku ya leo. Unapokuja na kitu chochote kwa ajili ya kuunga mkono, basi kufikiria tu, hesabu baraka za Bwana ambazo amekupatia katika maisha yako. Kabla na baada ya kutoka, tunatoka, tunarudi nyumbani kwetu, tunapata chakula, tuna sehemu ya kulala, tuna wazazi wetu, tuna familia zetu tumeungana nazo, lakini kuna watoto ambao hawana ndugu, wanalelewa, tuna watu baki, lakini hao watu ndio wamegeuka kwa wazazi wao, na hao wanaowalea basi wana uwezo wa kuweza kuwalea kwa sababu mahitaji makubwa na vipato hawana. Hebu fanya jambo moja. Inawezekana sukari yako ya shilingi 3000 utakayoinunua inaenda kumbariki mtoto ambaye hatasahau katika maisha yake. Basi niwakaribisha katika programu hii, na kwa niaba ya idara ya Mwana Dorcas, mzee wa idara William Kitua anaomba sana na anasema kwa kweli Mungu awabariki kwa mmoja wenu na ushirikiano wenu. Lakini mama Bwana pia akiwa upande wa Dorcas naye anatoa shukrani sana kwa pamoja nao kwa wakati huu. Pale wanapohitaji kama idara mmekuwa mkiwashika na kuwaunga mkono, basi tuendelee kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya kuwabariki wahitaji. Wahitaji wanapitia wakati mgumu sana. Kufika pale tu hata Ocean Road, angalia watu wanapoishi. Mtu ana ugonjwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, ndugu zake hela zimeisha, hana uwezo, hajui kesho atakula nini, atavaa nini. Unaonaje kimbariki kwa kitu chochote kidogo katika wakati huu? Mungu amekuepusha na amekuvusha katika wakati mgumu uliopita. Basi angalau Sabato inayofuata ikawe sadaka yako ya shukrani kwa ajili ya kubariki wahitaji katika sehemu mbalimbali, katika vituo mbalimbali, katika hospitali. Inawezekana sio hivyo tu, hata kwa kuchangia damu tu, huenda ukamwokoa mtu, kwa maisha ya mtu sehemu fulani. Hivyo ndivyo Kristo tunatakiwa kuishi, na tunaambiwa dini ya kweli
ni kwenda kuwatazama na kuwaona wahitaji. Basi kabla ya kuendelea, tusikilize wimbo ambao utatufanya kutafakari maisha yetu, tumepitia nini na nini Mungu anafanya kwetu. Mungu atubariki. Karibuni kwa wimbo. Shida za maisha zikusongapo, unapoona kukata tamaa, hesabu mibaraka moja moja, tashangaa Mungu alivyo mwema. Na mizigo mingi, msalaba umekuwa mzito kwako, hesabu baraka mashaka yote yatakoma, utakuwa salama. Changanyikiwa kuona watu wanaomba nyingi sana, hesabu baraka anazotoa, utajiri utaona si kitu. Bwana ni mwema. Baada ya kutazama na kusikiliza wimbo huo, je, za kwako umezihesabu? Umezipata ni ngapi? Haziwezi kuhesabika. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mkubwa sana na ni mwaminifu katika maisha yetu. Sasa Jumamosi hii upanga kufanya baraka kwa mtu mwingine. Kambariki mtu mwingine ambaye ni mhitaji kwa sehemu fulani usiyemjua, lakini kuna siku nasimama mahali fulani kutoa ushuhuda kwamba kuna watu walienda kumuona na wakamshika kwa kitu fulani, na wewe kwa sehemu ya baraka ambao mtu wa Mungu huyo atakuwa na ushuhudia mahali fulani. Tusisikize na kuongeza na kusema wahitaji wako wengi. Ni
ni nafasi tu ambayo inahitajika kwetu sisi kujitoa na kuweza kuwafikia na kuwaona. Watu wana matatizo mengi, watu wanaumwa kwa miaka, kwa muda mrefu, watu hawana pa kulala, hawana pa kuishi, mahitaji katika maisha yao. Lakini sasa kama sisi tumeweza kuzihesabu hizo baraka na kugundua Mungu ametupatia baraka nyingi katika maisha yetu, kwa nini tusiwe sehemu ya baraka kwa wenzetu? Hebu na sisi tukawe sehemu ya baraka Jumamosi inayofuata. Kwa kitu chochote kile, haijalishi kitu chochote kile, ukimpa mhitaji umebariki sana. Sio lazima kitu kikubwa. Kitu chochote ambacho unahisi ukitoa kwa ajili ya mhitaji atabarikiwa, kilete kwenye kapu la Dorcas Jumamosi hii. Na unapoleta ujiandae kwa mibaraka, kwa sababu Bwana hatakuacha kamwe, kwa sababu yeye mwenyewe alisema alikuwa kifungoni kwenda kumuona, lakini alikuwa anaumwa kwenda kumuona. Sasa kama unajiuliza alikuwa kifungoni hujaenda kumuona, unajiuliza ni lini amefungwa na hujaenda kumuona, utasivyo. Unapaswa kwenda kuwaona sasa wahitaji, unapaswa kwenda kuwaona hao wagonjwa, unapaswa kuwaona watu ambao wana dhiki mbalimbali katika ulimwengu, wanahitaji msaada kutoka kwetu, hata neno tu la faraja kutoka kwetu. Sio lazima gharama yote, wafikie kwa namna iwayo yote, watie moyo, watie nguvu, na hatimaye watakubariki kwa kila ambacho umefanya. Nasema jambo la pili litakuwa ni kuhusiana na idara ya kaya na familia. Idara ya kaya na familia, mzee wa idara na yesimamia idara pamoja na mkuu wa idara wanakuja na ombi wakikumbusha kile ambacho tulikubaliana kama idara ya kaya na familia kwa ajili ya ile pikniki yetu ya tarehe 7. Aida Isaya amechaguliwa kwa ajili ya kukusanya michango hiyo. Muone Isaya kwa ajili ya mchango wako, na hatimaye atakapofika wakati huo tukapata kujumuika pamoja. Nakumbuka sababu iliyopita mzee wa idara alisimama na akazungumza, akasema anasoma kwa ajili ya wazee, anasoma kwa ajili ya vijana, anasoma kwa ajili ya kila mtu. Sasa huenda ikawa ni sehemu mojawapo ya kupata nafasi ya masomo hayo kwenda kutolewa kule ambapo pikniki inaenda kufanyika. Kwa hiyo kuwa sehemu ya baraka wa pikniki hiyo, kuwa sehemu ya atakayehusika kwenye masomo ambayo mzee wa idara atayatoa kule, basi tukaimarisha familia zetu kwa namna moja ama nyingine kupitia masomo ambayo mzee wa idara aliahidi kuyatoa. Kwa hiyo mchango wako na ushirikiano wako ukaungana na idara hii ya kaya na familia, nao kuwatia nguvu na kuunga mkono katika mipango ambayo kwa mwaka huu umeipanga, hatimaye tukawa kitu kimoja na hatimaye kumaliza mwaka huu kwa ushirikiano katika idara zetu. Tuendelee tu kuwashukuru kama uongozi wa kanisa, kama wakuu wa idara kwa ushirikiano wenu. Mwaka unakwenda kuisha, tumefanya kazi pamoja, kazi ya Mungu kwa kushirikiana. Haijalishi tumepitia mambo gani magumu katika maisha yetu, katika uongozi wetu, katika utendaji kazi wetu, au katika purukushani za hapa na pale tukiifanya kazi ya Mungu. Kwa kikubwa ni kusahau na kuendelea mbele, na Mungu ataendelea kutusimamia, na hatimaye kazi yake itazidi kusonga kwa namna moja au nyingine, na viongozi ambao watakuja kwa ajili ya kuzishika idara hizo wataendelea. Ndivyo kazi ya Mungu inapofanywa katika ulimwengu huu. Kwa machache haya basi, tuwashukuru na tuwakaribisha katika ibada inayofuata kwa ajili ya ibada ya Mama Dorcas. Panga kutakukosa. Shiriki kwa kitu chochote ambacho kitaenda kumbariki mtu. Kwa kweli Mungu hatakuacha bure kwa kuwashika mkono wahitaji. Wahitaji wanapitia hali ngumu, wahitaji wanapitia maisha magumu sana. Lakini mimi na wewe, baraka hii tumezihesabu katika maisha yetu ni nyingi sana. Je, hizi baraka vipi tukiwabariki na wengine kwa baraka ambazo Mungu ametuwezesha katika maisha yetu? Tafakari na Mungu akawe sehemu ya kutafakari kwako, na hatimaye baada inayofuata kawabariki wengine kwa baraka ambazo Mungu amekupatia katika maisha yako. Uwe na siku njema. Karibuni kwa ibada inayofuata, na Mungu awabariki.